na msimu wako wa kwanza lazima uende. Sasa ndivyo walivyotusaidia. Hapo ndio umepigwa mchezaji mdogo ndio ushapigwa. Kumbe nyuma hapa sija wale mafaza mambo yao yalienda. Kumbe mambo yalikuwepo tu kipindi. Okay. Kwa ndivyo walivyotufanya. Kwa hiyo narudi Dar es Salaam nakutana na Simba wananiwinda. Kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa, alafu hawajui kama sisi tumesaini. Na waliponiuliza sababu sikupata kitu mikanda sijasaini. Weka dude juu au weka msike. Nasema tema Mpogoro wa Maenge wakati katibu mkuu kaja na Mercedes Benz. Nyumbani Magomeni Mwembechani kuzaliwa. Ila mimi nilikuwa nimepanga sehemu moja Matombo mtaani. Kaja na Benz pale na mtu mmoja anaitwa Paul Mtobi kuwa polisi sasa hivi Afrika nani Arusha. Kuja mchukua mdogo wangu amechukua amepeleka wamemleta paka kwangu leta. Naitwa na mtama Mercedes Benz niingia kwenye gari. Wewe tumepata habari zako wewe mwenzetu. Yanga umesaini, utasema nimesaini. Kama mimi sijasaini na sijapata kitu. Shida yako ni wakati wewe nilikuwa na kiwanja sehemu moja ya Kigogo Plati. Kanda bana mishida yangu. Sasa angalia maisha yaliokuwa nacheza Yanga Star nakaa nyumba mzee pesa. National Housing afu jikoni ndio geto langu. Naweza kuamini maisha yetu kwa nani? Alafu daktari watu sasa kwa sometimes anakuwa anaongea wao walicheza hela sisi amechezea nacheza Yanga sasa hivi mtu anaenda mchezaji sasa anacheza Yanga au Simba anakaa kwa familia zake kama unajitolea kucheza Yanga. Sasa mimi niko Yanga na niko naishi kwenye familia ndio natoka hiyo mwishoni tunaenda kupanga ndio nakutenda sasa unaachaje ndio ilivyokuwa sasa. Na swali lingine hapa kidogo. Mimi katika tangu nikufahamu kwamba wewe ni mtu mmoja nikikukuta ni smart yani una kodi zako fulani hivi ukipigilia yani muda wote ukuta huko yani umewaka yani ndio long time mpaka leo hujabadilika. Hii ni nini hasa inakufanya umekuwa ni mapenzi yako tu kuna mtu uliona hizo kodi toka kitambo style hizo ndio umeenda nazo? Hizi kodi zangu tangu zamani tangu mdogo nilikuwa napenda kuvaa na napenda smart napenda makolokolo mambo ya chain nini yani iko ndani ya damu yani. Yani hata nikitoka bahati mbaya nimeviacha nyumbani yani narudi hata kama nimepanda gari narudi kuvifuata yani kwanza najiona kuna kitu yani unakosa confidence confidence nakosa kama kuna uzito umepungua naona kabisa kuna kitu mimi nimepungua mwili na raha kuna kipete moja nimesahau labda saa nimesahau niko hivi na tangu mdogo kusema kweli. Halafu kingine tangu wadogo tulikuwa mambo ya disco wakati ule Lumotion Silver Cent. Wewe ni mtoto wa mjini wewe kinyonge yani unataka vitu vyako lazima ndani. Tangu wakati ule kabla kwenye mambo ya mipira tulikuwa ndio mikato yetu. Kwa na lingine vile vile pasna nguo sio bei kubwa unaweza kupata jinsi umevaa unakuta 5,000 shati sijui 3,000 na afu kingine sisi ni kioo cha jamii. Watu wanatuzungumzia sana. Mimi naweza wewe kama umenizungumzia hivyo ni mtu mchezaji mwenzangu lakini kuna mtu anaweza kuniza pesa smart kweli bwana fashion unajitunza bwana kunaweza kwa wengine wamechoka kweli hiyo kweli watu wanaongea maneno haya kweli mimi kuona kitu najisikia kumbe mimi ningekuwa niko hivyo wao ni wasiana wanapotuongelea kwa basi ndio anazidi kunipa kuendeleza napotoka wewe kupita alafu hata siku moja labda niko mitaa yangu ya nyumbani nini kinapotoka najua natoka sehemu ya mjini sababu si kio cha jamii watu unaweza kukutana mtu kakutana naye siku moja tu ndio hiyo anakutana siku moja na pesa bwana kachoka huyo kantabia yani siku kumbe ulitoka tu mara moja kuna kitu labda ngoja sinaenda fast skuli narudi kwa makosa usifanye mistake Tanzania sasa. Lakini pia katika maisha yetu wala sisi kama wacheza mpira kuna changamoto nyingi tunazipitia yani useme nje na mpira hata ndani ya mpira au nje na mpira ni changamoto gani ambazo labda ulikutana nayo useme hii iliniumiza sana ndicho ambacho siwezi kusahau ya mpira changamoto yoyote ambayo unahisi ambayo ilikuwa ni kubwa ni kama ilikuwa ni mpira au nje na changamoto kubwa labda mimi nisikitika kwamba nilitoka Botswana nilikuwa nishatoka na mpira wa Tanzania
nilikuwa nataka niangalie maisha ya mbele, na kweli nilikuwa nishaanza kufanikiwa kwenye ile team Station Gunners. Baada ya kwenda kule ule msimu mmoja pale Botswana, walikuwa shaanza kunikubali timu nzima, na lengo lao walikuwa wanataka waniuze South Africa, na maana nilikuwa nazidi kupanua na nini maisha yangu. Sasa nikarudi huku Tanzania kuja kuchukua familia. Kilichonikuta, nikakutana na timu ya Kajumu Road Soka, nikapata vishawishi vya kijingajinga, nikaja kujikuta kurudi tena Botswana. Nikaa napigiwa simu na tajiri mmoja anaitwa Kasim Dada, ana maduka mengi pale Gaborone. Mwindi mmoja ndio alikuwa anaendesha ile timu. Mimi nikashindwa kurudi tena, nikapata vishawishi vya Kitanzania, nikaja kustay tena. Tukaja kupandisha tena Kajumu. Hati ya mwisho tumecheza msimu mmoja, timu likavurugika, tajiri akaja kuuza na timu Kajumu. Tukaja tukawa tunaenieni tena, baadhi ya wachezaji kama unakumbuka wakachukuliwa kwa sababu kiwango kilikuwa kikubwa, wakaja kuchukuliwa Simba, wakarudi, nakumbuka kama Madaraka sijui na nani, vitu kama hivyo. Kwa ikabidi tukapiga tena kimaisha. Ndio tumepandisha, na kwenye kupandisha na mimi moja hapo, na ndio goli langu la kwanza napiga penalti Tanga na nani Bandari ya Mtwara, Kajumu inapanda. Tukaja timu ikaja Kanani, ikaja kuuzwa kwa baadhi ya watu tukipumba kwa mimi nikachinda, na maana nimeadibu ambapo kule nilikuwa tayari nilikuwa na jina nishaanza, sijui niko saizi, labda ningekuwa sehemu nyingine wasi kujua. Kwa hiyo kitu nakaanga na kifikiria sana, maisha kibongo bongo anarustishi. Baada ya kwenda mbele narudi. Pole sana. Kitu kikubwa nikikumbuka kwenye maisha. Cha pili, kwa makocha wetu wa Tanzania, nataka kidogo tuwazungumzie, wanafilisha sana wachezaji wa Tanzania. Kocha. Makocha nao kwa namna gani? Wanafilisha. Unaweza kuta labda wewe una uwezo fulani, unacheza vizuri, viongozi wanakupenda, mwalimu anakuta kuchukia pasipo sababu. Basi tu, lakini una uwezo na unaonyesha wewe, na watu wote wanaona uwezo, labda kiongozi au bosi anakupenda, mwalimu anakasirika. Kwa nini bosi anakupenda? Kwa nini bosi anakupenda? Mwalimu kwa mwalimu anataka ile deal ya bosi awe nao yeye tu, apendwe na bosi, askaji waenda na waekea mipaka ile kwenu huku, bosi nahusika mimi huku. Kwa kama mtu utahusiana na bosi usikie kwake yeye ndio kabisa. Yani sio wewe moja kwa moja. Kwa nyama mpaka mzee aanze kwa hiyo. Unasali kwa nini sasa hivi? Sijui sasa ni chuki tu, mimi naenda kusema chuki tu za walimu wetu Tanzania, tukiwa badilika sehemu hiyo. Mwalimu anaweza kuta labda mfano mmoja, naenda sehemu kwa watu weupe labda, hao wanakwambia tunataka huyu aanze namba 1, huyu namba 2, huyu na iwe hivi. Wewe unatoka mwalimu, unakuja unabadilisha, unasema hata acheze huyu kwa mapenzi yako, huyu asicheze. Alafu anakuja mtu mweupe kwenye hilo tukio, anakuja kuona huyu kwa nini hakunani, wakati huyu mimi nitaka wewe. Matokeo yake unapewa tumbo la kualisha, huyu alikuwa na alisha au huyu alikuwa na malaria. Lakini sasa unirudia, lakini sio kama kuna hizo chupi wenyewe wanasema kwamba mzaji sio anakuwa na katika kitu chake, katika pesa yake labda anayolipwa naye anamgajia mwalimu kidogo, kuna gani zinatoka, au kwa msimamizi wake anaonana na mwalimu, kwa mchezaji wangu acheze, na mwalimu anamchukulia hata kama kiwango chake ni kidogo, anacheza kwa sababu anapewa kitu, au ni chuki tu unaamini kutoka ya mwalimu tu mwenyewe kutoka Rwanda? Mimi kwa wakati wetu mimi labda sasa hivi wanaochukua hela si, lakini kwa wakati mimi naona ni chuki, na wengine ndio hivyo wanaongelea kuhusu mambo ya hela. Lakini waliosimama kubwa inakuwa ni chuki tu, mapenzi, labda viongozi wanakupenda, tajiri anakupenda, mnakuta mwalimu anakuja. Okay, na nyakati yako ambayo wewe ya furaha kabisa ndio unaona nafasi, nyakati hizi nilipitia, nilipo katika, yani siwezi kuzisahau kwenye maisha yangu.
nyakati bora yani kwako ambayo uliwahi kupitia? Nyakati bora 93 Simba 93 ile Simba 93 Simba 92 Simba 93 Simba 94 mpaka mwishoni mwa 95. Yani maisha yalikuwa bora ya mpira na nyakati bora akiwemo kipindi kilichoishi ndani ya miaka mitatu ya nyuma iliyopita. Ilikuwa nyakati bora kwa miaka miwili nyuma iliyopita, kwa nyakati bora zangu za upande wa maisha, ilikuwa nyakati zangu bora. Tupe neno lako la mwisho au ushauri kwa vijana wanaokuja wanaocheza mpira, nini wafanye na nini kifanyike? Jaribu kuangalia wachezaji ambao waliopita waliomaliza muda wao, wengine wanafahamika, wengine hawafahamiki. Nini kifanyike ili watu wapate kujua? Kwa sababu taaluma inaenda kwa taaluma. Taaluma ya mpira ni lazima mtu amjue huyu alikuwa mchezaji na amuelekeze vitu vyake. Kwa sisi kama mimi naona kuna vitu vingi vinaenda tofauti tofauti. Wewe una ushauri gani au wewe unaona kwa mtazamo wako unaona nini kifanyike na vijana waelekee kwenye mstari gani ili wawe bora? Japo hawajawaona wawe bora kama nyinyi, kwa sababu mimi naamini nyinyi ndio bora, mtufanye sisi wengine tuwe bora. Cha kufanya ni vijana wazingatie kwa maelekezo, alafu mpira naomba kama kunawezekana kwenye mpira wao ndio waushiriki sana, kwa sababu maelekezo mengi sasa hivi kila mtu mwalimu. Sasa hivi walimu wanaangalia mazoezi yao kwenye masimu, basi utakuta kila mtu kapanga koni kama mpaka 200 kwenye mpira. Sasa zile nazo miruzi mingi inapoteza muda. Kwa hiyo mpira sasa hivi ndio umekuwa na mambo mengi. Unakuta mchezaji kijana hata lile jambo la busara linaotakiwa alifanye, anafanya vitu vya kwenye koni. Ilibada vizuri kutokana na maelekezo anayopewa yamekuwa mengi mpaka yani yanapoteza ile mpaka yanapoteza ile shape ya mpira. Shape ya mpira ninavyojua mimi ni 3. Ya kwanza ni ulinzi, sawa, ni kuanzia nyuma, defense, midfielder na attack. Lakini haina vitu vingine vingi. Kama washambuliaji hakuna maelezo zaidi ya pale kwenye nyavu, kutupia tu. Uje umekugonga umefanya nini, lakini pale kila mechi ndio striker anaotakiwa. Ana mambo mengi. Lakini sasa hivi unaweza kukuta mpira unachezwa sana kati kutokana na maelekezo. Kwa maelekezo mengi yaende kwenye zile, na hiyo yote kutokana na walimu wengi, asilimia kubwa mpira hawajacheza. Nadhani ndio furugu zinakuwa kubwa kwenye mpira, lakini ile walimu watamuonyesha mfano, sababu mpira unataka baada ya kitabu uje kwenye practical hujacheza mpira, utafanyaje practical? Si ndio maelekezo ya vidole? Ndio tunafeli kwa vijana wetu hivi. Lakini practical wewe stima au jadili, si uwanjani unafanya kitendo, hebu piga pale, leta hapa, ingia pale, na kuona unafanya vile vitendo, pasi inaingia, leta hapa, hebu ipige hivi, piga au utasema haya, wewe unaweza kuna mimi hujacheza mpira. Kiweka kama kocha usifanye hayo matatizo. Tunashukuru yako tu kwa kutembelea kipindi chetu. Asante sana jamani, tunashukuru sana kwa kufuatilia kipindi chetu cha Legends Table. Leo tulikuwa na kaka yetu hapa na mtaalamu Uncle Tom, na sisi ametupa mali matatu na pia tumepata cha kujifunza hasa kwa vijana ambao wanakuja. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuangalia na tunaomba tuendelee kutuangalia mpaka kipindi kijacho. Mimi hapo Jabir Azizi nilikuwa na host mwenzangu Mchombo na kaka yetu Uncle Tom Kipese. Tunasema bye bye.